Ukipeleka kahawa yako unarudi nyumbani na mbolea. Neguo, tunaelewana? Vile vile kahawa, vile vile wakulima wetu wa maziwa, ile mbolea mnatumia ya silage kuzalisha chakula ya mifugo, kama serikali tumesema tutawapatia mbolea ya bei ya chini ndio muweze kuzalisha chakula ya ng'ombe ili mupate pesa zaidi kwa kuuza maziwa yenu. Na vile vile hapa Kirinyaga nimekubaliana na gavana wenu, tunawaletea mitungi ingine milk coolers 15 ya watu wa hapa Kirinyaga. Na hiyo mpango tumeianza tayari. Kabla ya Disemba, kila ward hapa Kirinyaga tutakuwa na milk cooler, ndio wakulima wasidanganywe na wao mabrokers. Kila mkulima aweze kupeleka maziwa yake kwa cold room, mtafute bei mzuri, kwa sababu tumesema mkulima inafaa apate shilingi 50 kwa lita moja. Nyinyi watu, hiyo ndio bei ya chini, ama namna gani? Tunaelewana? Hiyo mpango yote ya kilimo tumepanga, na ndio sababu mimi nawaeleza hata wale ambao wanajaribu kutusumbua, tumewaambia njia ya kuzalisha chakula, njia ya kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya ni kusaidia mkulima azalishe chakula zaidi kwa kupunguza gharama ya mbolea na mbegu. Na mimi nimepatia chairman wa kusimamia mbegu yote Kenya, kule Kenya Seed, mrembo kutoka hapa kwenu, anaitwa Purity Ngirishi. Tumekubaliana? Na nimemwambia huyu mama, si ndio? Nimemwambia huyu mama sasa bei ya maneno ya utafiti, kufanya utafiti wa mambo ya mbegu ya Kenya na kupunguza gharama ya mbegu katika taifa letu la Kenya. Hiyo kazi afanye na bodi yake, kwa sababu tunataka kuzalisha chakula ya kutosha, tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Neguo. Na tumeambia wale watu wa maandamano, kuweka sufuria kwa kichwa haitapunguza gharama ya unga. Kufanya maandamano kuharibu mali ya watu na kuharibu biashara ya watu haiwezi kupunguza gharama ya maisha. Wacheni upuzi. Wacheni ujinga. Ni ujinga ama ni upuzi? Ama ni yote mbili? Tuko pamoja jameni? So tumekubaliana hiyo ndio barabara ya kupunguza gharama ya maisha, ndio barabara ya kupunguza gharama ya unga, ndio tuweze kuwa na nchi ambayo kila mmoja anaweza kulisha familia yake. Tumekubaliana? Vile vile tukiwa hapa, mbali na mambo ya maji, mbali na mambo ya kilimo, tumesema vile vile kwa wakulima wetu wa maziwa, nataka munisikize kwa makini. Juzi katika baraza la mawaziri tumeondoa duty kwa mambo ya gharama ama mambo ya chakula ya mifugo yetu, ndio wakulima waweze kupata chakula kwa bei ya chini ya mifugo yao ama ya ng'ombe zao, so that we can increase the returns for our farmers. Tumekubaliana? Hapa kwenu pia tumekubaliana tunawajengea soko. Mama mboga wako dunia hii. Tumekubaliana mama mboga atafanya biashara mahali kuna stima, mahali kuna maji, mahali kuna choo, mahali kuna heshima, mahali ambapo mtu anaweza kufanya biashara, kwa sababu tumekubaliana wera ni wera. Neguo. Tunaelewana? Jana tumeweka kandarasi ya masoko 109. Tumeweka ingine ya masoko 80 wiki iliyopita. Tutajenga soko 180, zikiweko soko 4 ya hapa Kirinyaga County, kwa sababu tunataka kuhakikisha hawa kina mama wetu wanafanya biashara mahali kuna usafi. Tunaelewana jameni? Na tumekubaliana na gavana wenu kwa sababu ya umuhimu ya kuwa na mahali ambapo wananchi wanaweza kufanya aggregation. Hapa Kirinyaga tunachenga County Aggregation and Industrial Park, na iko tayari, mimi nitakuja kuanzisha hivi karibuni. Huyu gavana wenu ameweka shilingi milioni 250. Mimi nimempatia milioni 250. 500 million. Tutajenga County Aggregation and Industrial Park ya Kirinyaga County. Na hiyo park, hiyo County Aggregation Park itakuwa na mahali ya storage, itakuwa na cold room, itakuwa na vifaa ya value addition,
tutaweka pale agro processing na tutapanga mambo ya soko, ndio wakulima wote waweze kupata bei ya sawa kwa mazao yenu, kwa sababu ndio njia ya kuongeza pesa kwa mfuko ya wananchi. Neguo kana tiguo. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Ndio nimefika hapa tena leo. Mnakumbuka nilisimama hapa Kirinyaga na nikawaambia tutakuwa na mpango ya hawa vijana, kwa sababu tuko na vijana zaidi ya milioni 4 Kenya hawana kazi, na ni jukumu letu kama serikali kupanga kazi ya hawa vijana. Nyinyi mnanielewa jameni? Vijana mko area? Vijana wa Kirinyaga mko area? Mambo mawili wacha niwaeleze. Kwanza, tumesema kila mtoto wa Kenya akienda shule lazima apate masomo, kwa sababu masomo ndio inatupatia usawa kama watu wa taifa letu la Kenya. Na ndio sababu hiyo kwa miezi 8 ambayo tumekuwa serikalini tumeajiri walimu 56,000 wapya watakao tusaidia kusomesha watoto wetu. Tuko pamoja jameni? Na tumesema hawa watoto wakitoka shuleni, wakimaliza university, wakimaliza college, wakimaliza shule, wakirudi lazima tuwapangie ajira. Neguo. Ndio sababu leo tumefika hapa. Hii mpango ya affordable housing hapa Kirinyaga, tunataka kujenga nyumba 10,000 Kirinyaga County, na tunahitaji nyinyi vijana 30,000 watakao shiriki katika kufanya kazi katika hii mpango ya affordable housing. Vijana wa hapa mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Mko tayari? Kazi yote ikipatikana mtafanya? Si tulikubaliana wera ni wera? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Ya plumber ikitokea mtafanya, ya electrician mtafanya, ya carpenter mtafanya, hiyo ingine mtafanya. Ama namna gani? Nego. Ya pili, pia nataka mjumbe wetu Bwana Gishimo yuko hapa. Tumekubaliana na huyu mungwana anaitwa Gishimo na wale MCAs wetu ya kwamba kila ward, na nataka vijana munisikize kwa makini, kila ward tunaweka ICT hub, mahali ambapo vijana hawa tutawafanyia training na tutawapangia ajira ile inaitwa digital jobs, kwa sababu tumeenda Marekani wametupatia nafasi ya ajira, tumeenda kule mpaka Ujerumani, hata rais wao alikuwa hapa juzi, wametupatia nafasi ya ajira, tumeenda sehemu nyingi, hata Canada wametupatia nafasi ya ajira. Vijana wa hapa tukiwaambia kwa ICT hub, si mnaweza kufanya kazi ya digital? Kwani nyinyi mtashindwa kufanya kazi kwa kompyuta pale? Sisi tutawatrain. Sasa mkae chonjo. Tunataka vijana 300, 500, 1,000 kwa kila ward waweze kushiriki katika kazi ya mtandao, kazi ya digital jobs, mahali ambapo unaweza kufanya kazi kampuni ya Marekani lakini unafanya ukiwa hapa Kishugu. Neguo. Tunakubaliana? Na hiyo kazi tunataka ianze in earnest, kwa sababu we must create opportunities for the young people of the Republic of Kenya, whether in affordable housing, whether in the digital jobs, whether in our county aggregation and industrial parks, because we must create opportunity so that we can use the talent and expertise of the young people of Kenya to drive the progress of our nation. Hapa kwenu Sagana, nyinyi mmesikia? Hapa kwenu Sagana hapa, tunajenga special economic zone. Tayari tuko na mpango ya kutumia bilioni 5 hapa kwenu kujenga mahali ambapo tutakuwa na factories ya kuexport, kama ni leather, kama ni textile na bidhaa zingine katika soko ya kimataifa, na kufanya processing na kuajiri vijana wetu wa kutoka hapa Kirinyaga na Kenya. Nyinyi mko tayari? Mko tayari? Na mimi nitakuja karibuni kabla ya Disemba kuja kuanza ujenzi katika Sagana Special Economic Zone, mahali nyinyi vijana mtaenda kupanga ajira na msimame imara. Vijana tuko tayari jameni? Tutaendelea pamoja hivyo. Na sikizeni, katika budget hii tumefanya mambo mengi. Pia tumesema hatuwezi kuendelea kuagiza atimali kutoka nje ambayo inaweza kutengenezwa hapa Kenya. Nyinyi mnanielewa? Na ndio mmeona katika budget hii, nilimwambia rafiki yangu Ndindi Nyoro, kwa sababu yeye ndio chairman wa budget,
Na nikamwambia kijana mwingine anaitwa KK, Kimani Kuria kutoka Nakuru, yeye ndio chairman wa finance. Nikawaambia mambo ya kuagiza ati simiti, ati kuagiza ati ile steel, ati kuagiza furniture, ati kuagiza samaki, ati kutoka Ulaya, ati kutoka China, hiyo maneno itakoma. Maneno hiyo yote, simiti tutatengeneza hapa Kenya na vijana hawa watafanya kazi kwa kampuni watengeneze simiti. Kwani nyinyi mtashindwa kufanya kazi ya simiti kwa factory? Ile steel yote ambayo tunaagiza kutoka nje sasa itatengenezwa Kenya. Furniture hii yote, imagine watu wa Keshogo, ati kuna watu wanaenda kununua kitanda ati China. Ati kuna watu wanaenda kununua ati viti, ati wanaenda kununua Ulaya. Mimi niwaulize, kwani kutengeneza kitanda hii ni nini? Iko science mingi hapo? Si kitanda ni mbao na randa na musumeno na nyundo na musumari. Si kitanda iko tayari? Ama namna gani? Neguo. So mimi nimeambia hawa watu, mambo ya kuleta kitanda sijui kutoka dunia gani, hiyo mtakoma. Na kama mtu hataki kulala kitanda imetengenezwa na vijana wa Keshogo, si alale chini. Ama namna gani? Kwani iko shida wapi? Tumekubaliana watu wa Keshogo? Munasema bidhaa yote ambayo vijana hawa wanaweza kutengeneza tutengeneze Kenya. Tuache kuwa soko ya watu wengine. Ama namna gani ndugu zangu? Kwa sababu we cannot continue to import the very products that the young people of Kenya can produce in our factories, in our facilities, because we are exporting our jobs, we are exporting our wealth, and that is the wrong thing to do. Tuko pamoja jameni? Mnakubali tuendelee namna hiyo? Ati hawa watu wa maandamano wanataka tuendelee kuagiza sijui kitanda kutoka China. Sio ni ukumbavu kubwa sana? Ama namna gani my friends? Si ndio? Si tutengeneze mambo yetu hapa Kenya? Tutengeneze mambo hapa Kenya. Na nimewaambia na wapatia miaka 2. Ikifika mwaka ya 3 hata hivi hatu tunavaa, hatutakuwa tunaleta kutoka nje, tutakuwa tunatengeneza hapa. Tuko na ng'ombe ya kutosha, tuko na mbuzi ya kutosha, tuko na vijana wa kufanya hiyo kazi, Kenya iweze kusonga mbele. Tumekubaliana jameni? We must be intentional, we must be deliberate about creating jobs in Kenya. And it's not going to happen by miracle. It's going to happen by policy. And we have to make the right decisions in making sure that we create opportunity for the young people of our nation to have jobs, to create wealth, to create opportunity so that we can have products that are Kenyan made. In any case, we have said, buy Kenya, build Kenya. We must begin to give meaning to buy Kenya, build Kenya. Ama ni aje ndugu zangu? Tuko pamoja? Na mwisho mimi nataka niwaulize, tuko na mambo ya stima, tutapanga. Tuko na mambo ya maji, nimewaeleza. Tuko na mambo mengi ambayo tumekubaliana. Hapa Mwea, nimemwambia mjumbe wa kutoka Mwea. Pia Mwea tutawapatia milioni 500 ya kusambaza maji kule Mwea katika kaunti yetu kubwa. Huyu mrembo wenu, mama wetu Mary Mainge, ametusukuma sana. Tuko pamoja jameni? Tuko pamoja watu wa Kirinyaga? Tutatembea pamoja. Mwisho kabisa, mimi nataka niwaulize watu wa Kirinyaga. Tumekubaliana ya kwamba Kenya ni nchi ya amani. Kenya ni nchi ya demokrasia. Kenya ni nchi ambayo tunafuata sheria. Ni kweli ama si kweli? Na tumesema hakuna kiongozi wa jana, wa leo ama wa kesho atapanga vijana ya Kenya kulete fujo, kupiga mawe polisi, kuharibu mali ya wananchi, kuharibu biashara ya wananchi, kuharibu barabara, kuchoma barabara na kuharibu mali ya umma. Mambo ya vita katika taifa letu la Kenya, mambo ya violence katika taifa letu la Kenya, tunaweka kikomo. Siasa ya Kenya haitakuwa tena na kumwaga damu na kuharibu mali na kuendesha fujo. Jameni watu wa Kirinyaga, tukubaliane. Tuseme tunapiga marufuku mambo ya vita na kuharibu mali na kuharibu biashara katika taifa letu la Kenya. Tumekubaliana? Na hawa jamaa wa maandamano wamezoea tabia mbaya. Walilete fujo mpaka Moi akawapatia cooperation. Wakakuja wakasumbua mzee Kibaki mpaka Kibaki akawapatia nusu mkate. Wakakuja wakasukuma Uhuru wakamzungusha mpaka wakamweka kwa handshake. Mimi nawatangazia mapema mchana, hii serikali ya mahasla, hapa hakuna handshake.
Hapa hakuna nusu mkate. Ni kweli ama si kweli? Si tuwaambie mapema, wawache kujisumbua, wawache maandamano. Hata wafanye maandamano kiasi gani, mambo ya nusu mkate na handshake hakuna. Kama nyinyi wananchi simulimaliza hiyo kazi, wananchi tarehe 9 kama leo, tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka uliopita, kama siku kama leo, hawa wananchi waliamka mapema, wakaenda wakapiga foleni, wakamaliza ya MCA, wakamaliza ya wabunge, wakamaliza ya maseneta, wakamaliza ya magavana, wakamaliza kura ya rais. Kuna yenye mulibakisha? Si mulimalizana na hiyo kazi? So mimi nataka niwatangazie wale watu wa maandamano, hawa wananchi walimaliza kazi ya viongozi tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka uliopita, siku kama ya leo. Ile kazi sasa iko ni kupanga ya mama mboga, ni kupanga ya hawa maasla, ni kupanga hawa vijana watafanya kazi namna gani. Mradi kama hii ya affordable housing, mradi kama ile ya county aggregation and industrial park, mambo ya maji kama hii ya Gishugu, mambo ya stima, mambo ya kupanga ajira ya hawa. Hiyo ndio kazi imebaki, na kazi ingine ni ya kilimo, kuzalisha chakula tuweze kuondoa njaa. Maneno hiyo ingine, kazi ya viongozi imekwisha. Bado kuna kazi ya viongozi mnataka kupatiana? Mungu na kazi ingine ya kupatia mtu? Mungu na kazi ingine ya kupatia mtu? Ile kazi ingine kidogo imebaki ni kuhakikisha kwamba mzee akitendawili tumeweka kwa wheelbarrow mpaka Bondo. Ama mnasemaje? Ama mnasemaje? Tunakubaliana hapo? Hebu wale wanasema tunakubaliana nione. Oh my goodness. So, na mimi nataka niwahakikishie, sawa? Tutaenda hiyo barabara, na Kenya tunataka kuweka amani katika taifa letu la Kenya jameni. Wacha nichukue nafasi hii kwa heshima kubwa. Mnajua tarehe kama leo, tarehe 9, mwezi kama hii, mwezi wa 8 mwaka uliopita, nyinyi mliamka mapema, mkaenda mkapiga kura, mkatuchagua sisi viongozi wote, hasa mimi. Nasimama mbele yenu na Wakenya wenzangu wote jameni kusema asante sana. Narudia kusema asante sana kwa kura zenu. Na mimi nawahakikishia nyinyi na Wakenya wengine wote ya kwamba kazi mumetupatia ya kushughulikia wakulima wetu watuzalishie chakula tutafanya. Kazi ya kuwashughulikia ndio mkulima aweze kutumia kilimo kupata mapato na kujenga mali tutafanya. Kazi ya maji tutafanya, ya barabara tutafanya, ya kuhakikisha kwamba tunapanga ajira ya hawa vijana kwa hii county aggregation, kwa mambo ya affordable housing, kwa mambo ya digital jobs, na kazi zile zingine tutapanga ya watoto wetu wa taifa letu la Kenya. Kazi ya kusomesha watoto wa taifa letu la Kenya, tayari tumeajiri walimu na tutafanya kazi hiyo ingine. I want to give assurance to the great people of the Republic of Kenya that your trust, your commitment, your vote for us as leaders, as the president, I am going to lead the team that is going to transform and change our country, because that is the responsibility you have bestowed on us. Tumekubaliana jameni? Mimi nimefurahi sana kufika hapa. Si mnajua hii kazi ni kazi ngumu. Mimi niko na jamaa ananisaidia kusukuma hii gurudumu.